Mubahala inamaanisha nini? Mubahala ni maapizano. Maapizano haya ni kwamba yalikuwa maapizano baina ya Mtume Muhammad al-Mustafa na wanaswara wanajirani. Yani kubeba hiyo familia yake ndio ilionyesha ukweli wake. Idi mubahala ina faida kubwa sana kwa sisi Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndo tunajua haki na batili iko wapi. Yani nafsi yake Imam Ali. Naam. Wanawake wake akaja na Bibi Fatima. Watoto zake akaja na nani? Hassan na Hussein. Alama ya uongozi kwa Ahlul Bait. Ahlul Bait pale kama Mtume, Imam Ali na Bibi Fatima na Hassan na Hussein, wao ndo Ahlul Bait, basi walikuwa na nani? Walikuwa na ushindi au na uongozi. Uongozi wao ulithibitika kabisa kama hawa ndio viongozi wa dini, na hata baada ya Mtume hawa ndio watu bora ambao wanafasi kutuongoza sisi baada ya Mtume wa dini ya Kiislamu. Isma au ule utakatifu ambao walokuwa nao katika tukio la mubahala inaonyesha kabisa ni wakina nani ambao ni maasumin. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Sauti ya Akhtar, leo tunakutana tena kwa ajili ya kuzungumza kuhusu mubahala. Mwendesha kipindi hiki ni Bahjat. Leo tuna wageni wawili tena, tuna Zainab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mgeni wetu wa pili ni Batul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tunataka tusikie kwa ajili mtuelezee, mtufahamishe kuhusu mubahala. Tunaanza na Kubra atakaye tuelezea mubahala, yani maana ya mubahala, kutuelezea kwa ufupi mubahala inamaanisha nini. Naam. Shukran sana. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu bwana wetu Mtume wetu Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa faraja. Ni furaha ile kubwa kwamba tuko salama na tuko hai, kwa maana kunao waliotaka kuwa hai lakini Mwenyezi Mungu amewachukua, na kunao waliotaka kuamka salama lakini ni wagonjwa. Tuseme mfano bora wa Palestina sasa hivi wako katika hali gani? Sasa sisi tuko katika hali nzuri, basi tuwaombee wale wenzetu wa Palestina ambao wako katika hali hiyo ambayo tuko nayo. Na siku zote tutakana tuwe tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Kuwa na uzoefu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza. Asante Mwenyezi Mungu. Asante. Alhamdulillah. Twende moja kwa moja katika mada yetu ya leo ambayo inazungumzia kuhusiana na nini na tukio la mubahala. Kwanza kabisa, je, mubahala ni nini? Mubahala ni maapizano. Maapizano haya ni kwamba yalikuwa maapizano baina ya Mtume Muhammad al-Mustafa na wanaswara wanajirani. Ndio. Kwamba hawa wanaswara wanajirani walikuwa hawauamini Uislamu. Wanaopiga vita nini? Uislamu. Kwamba hao wana dini yao, lakini kuhusiana na mambo ya Uislamu walikuwa hao hawana imani kabisa na huu Uislamu. Sasa tukio hili je, lilitokea mwaka gani? Hili tukio lilitokea mwaka wa 10 Hijiria, ambapo hawa wanaswara wanajirani walipokutana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Walikutana na Mtume Muhammad ili kujadili huu ukweli, kwamba Mtume Muhammad anasema kwamba Uislamu ni wa ukweli. Tujadili hili, huu ukweli wa Uislamu uko wapi? Yani wao walitaka wajue Uislamu ni ukweli ama ni wa ukweli ama ni mambo ya Mtume ameyaleta tu. Yeye mwenye. Naam. Sasa baada ya hapo, baada ya majadiliano kwamba kuwe na mubahala, Mwenyezi Mungu alimtuma Mtume kwamba aufanye mubahala kati yake yeye Mtume na wale wanaswara wanajirani. Ndio. Sasa wakapanga kwamba wakutane ili wajadili kuhusiana na jambo hili. Ndio. Kabla ya ile siku ya kukutana, wale manaswara walienda wakakaa wakajadili kwamba
wakajadiliana wenyewe kwa wenyewe kwanza. Kwa sababu kama mnaenda kwenye labda kwenye mashindano fulani, lazima kwanza ufanye ujiandae. Unafanya mazoezi kwanza, ndipo lini kienda pale nisende nikakosea vitu, niwe ninafanya vizuri kama hivyo. Sasa hawa mabwana walikaa peke yao kwanza kabla kuonana na Mtume. Wakakaa peke yao kwanza kujadili. Sasa yule mkubwa wao akasema kwamba kama Mtume Muhammad atakuja hapa na familia yake, nani? Imam Ali, Bibi Fatima, Hassan na Hussein, wakija hao, basi kweli huyu Mtume Muhammad ana ukweli na huu Uislamu ni wa ukweli hapo. Lakini akija na watu wengine ambao sio kati ya hawa, ni watu wengine, basi huu Uislamu utakuwa sio Uislamu wa ukweli. Twende moja kwa moja katika siku nyingine ya siku sasa ambao ni mwaka wa 10 Hijiria, hiyo siku kwamba wakutane na Mtume. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akachukua familia yake. Kwamba alichukua nani? Imam Ali bin Abi Talib, akamchukua Bibi Fatima Zahra alayha salam, na akamchukua Imam Hassan, akamchukua na nani? Imam Hussein. Akawa anaelekea wapi? Kwenye, yani hiyo ni familia yake, kwamba aliona kwamba bora ni bebe hii familia yangu Mtume Muhammad, akaenda nao. Yani kubebe hiyo familia yake ndio ilionyesha ukweli wake. Ukweli kwamba kwa sababu alikuwa ashasema tayari yule bwana mara ya kwanza kwamba akija na watu hawa basi itakuwa hii dini na Uislamu ni dini ya kweli. Lakini akija na watu wengine itakuwa hii kwamba Muhammad ni muongo. Yeye mwenyewe anasema kwamba Muhammad ni muongo. Wao wanasema kwamba Muhammad ni muongo na itakuwa hii dini pia si dini ya kweli. Na hapo pia mimi naona kwa kuongezea, yani Mtume Muhammad alivyoamua kwenda na familia yake, au tuseme kama ni wahi ambao Mwenyezi Mungu alimwamuru kwamba nenda na familia yako. Ina maana hiyo peke yake, yani kama ni kujiamini. Ni imani ya kiasi kikubwa kwamba mimi sihitaji mtu mwingine zaidi ya hii familia. Familia yangu inanitosha kabisa kutoa hoja mbele ya dini ya Mwenyezi Mungu. Yani angekuwa sio mtu wa ukweli, angechukua watu wengine. Angechukua watu wengine. Lakini alikuwa mtu wa ukweli na Mwenyezi Mungu alimuonesha, ndio alienda na pia wale familia yake ni familia ambayo Mwenyezi Mungu aliipa nuru na akaijalia kwamba hii ni familia takatifu. Na kwamba Mtume atakalosema hawa wanafanya nini? Wanakubaliana nalo. Na ndio maana akaamua kuchukua baada kwamba ni amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia akili yetu sisi wenyewe tunajua kwamba hawa hawawezi wakatoa labda siri kupeleka watu wengine. Ama hawa hawawezi wakanifanyia mimi Mtume kinyume. Walikuwa ni watu waaminifu. Hiyo Eid ya Mubahala, kuna swali lingine inasema kwa ajili ya Eid Mubahala. Eid ya Mubahala ina faida gani kwa Uislamu na kwa mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali. Batula anaweza kutujibu kwa ajili ya swala hili. Eid Mubahala ina faida kubwa sana kwa sisi Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndo tunajua haki na batili iko wapi. Ukweli wa Uislamu ndo tunaujua katika Eid Mubahala, na hii ni Eid kubwa sana kwetu sisi. Kwa sababu hapo tunaona ushahidi wa uaminifu. Mtume Muhammad baada ya wale manaswara kuweka ahadi ya kutaka kuweka hoja baina yao na Mtume na kupanga siku, Mtume hakuweza kanusha ile ahadi na alifika katika siku ya ahadi kama vile alivyopanga. Hii inaonyesha kabisa uaminifu. Yani kwamba yeye Mtume kwa kuwa yeye ni mwaminifu na kwamba yeye kwamba pia ana akhlaki yake pia ni nzuri. Sasa kwa kuwa yeye ni mwaminifu, alitaka kuwaonyesha hawa manaswara kwamba mimi ni kiumbe ambaye nimetumwa na Mwenyezi Mungu kuja kuwaokoa nyinyi. Ili kuonyesha ule uaminifu wangu kwamba mimi ni mtume na mimi ni mwaminifu, basi acha niende wakajua kwamba mimi sijawadanganya, nimekuwa mwaminifu kwa hili. Naam. Kwa sababu pia nataka kuongea vitu vya haki. Kwa hiyo haki itabaki na mimi na kauli yangu itakuwa pale pale, na kwenye ahadi lazima nitafika. Kwamba akisema ahadi yake anatimiza. Na vile vile jambo jingine, faida nyingine vile vile katika Qur'ani yetu kuna ushahidi wa aya ya Mubahala. Tunayo iko sahihi kabisa na tafsiri yake pia inayo, ambapo inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al
la'natullahi 'ala al-kadhibin. Hii ni suratul Imran aya ya 61. Hapa Mwenyezi Mungu ni anatoa ushahidi kwamba pale alivyomwamrisha mtume kwamba aende kama wale wanakuja na wanawake zao wake zao, basi na wewe uende na wanawake zako ambao yeye alimchukua, yani njoo na nafsi yako, kwa njoo na nafsi yako ambayo imetafsiriwa kama ni Imam Ali. Ndio. Alafu ya pili, njoo na watoto wako ambao Hassan na Hussein. Na wanawake hapo imemwakilisha Bibi Fatima Zahra. Kwa hiyo ndo grupu ambayo ilibainishwa kwake yeye na ndo hiyo alifika nayo iliwakilisha umma wake. Naam. Yani nafsi yake Imam Ali. Naam. Wanawake wake akaja na Bibi Fatima. Watoto zake akaja na nani? Hassan na Hussein. Sasa baada ya hawa manasara wa Najirani walivyoona kwamba mtume amebeba hawa watu watukufu hawa, kwa kuwaona wale tu wale walisema nini kwamba sisi tumekubaliana kwamba Uislamu ni wa ukweli. Kwamba hawa kuwaona tu watu watano tu wakajua kwamba wakaogopa na wakakubali kushindwa kwamba sisi tumeshindwa na hili jambo na wale ndio wakakubali ukweli uko wapi. Na hiyo ni faida nyingine vile vile yani hata hiyo kwa maongezi ya Zainab alizungumzia eti hao kabla waende wakutane na mtume walizungumza wenyewe wakasema eti mtume akija na Fatima, akija na Imam Ali, Imam Hassan na Hussein, yani ni mtu wa ukweli. Ndio. Yani Mwenyezi Mungu pia kwenye Qur'an tena akasema aya. Ina maana ni ushahidi ambao ushahidi kamili kwamba yule ambaye haelewi wengine kwamba ukiwatajia kwamba ushahidi kwamba Qur'ani aya ngapi? Hadithi ngapi? Wengi wanakubali Qur'ani sana kushinda hata hadithi. Kwamba umesema jambo hili kwamba huu ni ukweli. Je, kithibitisho kiko wapi? Nataka aya mpatie aya. Sasa kuthibitisha hili Mwenyezi Mungu akashusha aya mambo hayo. Naam, basi na faida nyingine vile vile tunaambiwa ushindi wa kiimani. Yani hapo tunaambiwa ile imani ya Kiislamu ambayo ilienda na mtume ilishinda kwa sababu mtume alishinda katika mubahala. Kwa hiyo imani ya dini ya Kiislamu ikasimama na ikashinda na wanaswara na wao wakawa taslimu kwenye dini ya Kiislamu. Naam. Vile vile ni alama ya uongozi. Alama ya uongozi kwa Ahlul Bait. Ahlul Bait pale kama mtume, Imam Ali na Bibi Fatima na Hassan na Hussein, wao ndo Ahlul Bait, basi walikuwa na nani? Walikuwa na ushindi au na uongozi. Uongozi wao ulithibitika kabisa kama hawa ndio viongozi wa dini na hata baada ya mtume hawa ndo watakuwa watu bora ambao wanafasi kutuongoza sisi baada ya mtume wa dini ya Kiislamu. Yani hii ndio ilikuwa nani onyesho ya kwanza katika Islamu kama hawa Imam Ali, Imam Hassan, Hussein, Bibi Fatima ndo wakiongozi baada ya mtume. Yani ndio ilikuwa alama ya kwanza hiyo. Zainab atatuelezea kwa nini tu Ahlul Bait ndo walichaguliwa kwenda kwa ajili ya hiyo siku ya mubahala. Kwanza kabisa tunaangalia kama tumesema kwamba mtu anakubali na aya. Kuna wanakubali na aya na hadithi na mambo mengine na wengine mpaka mwambie aya. Sasa twende moja kwa moja katika aya ambayo inazungumzia kuhusiana na mambo haya kwamba hawa kulikuwa na aya inaitwa aya gani? Tathhir. Ni aya ngapi? Suratul Ahzab aya ngapi? 33. Kwamba aya hiyo inathibitisha nini kuhusiana na watu hawa ambayo inasema kwamba hatutaianzia mwanzo kwa sababu muda hauturuhusu. Tunaanza tu katika pale mwisho ambapo pana ulazima wa kuelezea. Ambao anasema kwamba a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inma yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kwamba hawa watu hawa Fatima, Imam Ali, Fatima, Hassan na Hussein ni watu nini? Wataharifu. Kwamba hawa ni tathhir, wametakasika na maovu, wametoharika na kila aina jambo na kila jambo baya ya uchafu, wametoharika katika kiroho, kinafsi na pia kimwili, wametakasika. Na ndio maana mtume akaamua kwenda na hawa, na sisi kwamba ameamua kwenda nao tu, ilikuwa pia ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa utwaharifu wao hawa ndio maana akaamua kwenda nao katika tukio hilo la mubahala. Naam. Tuna swali la mwisho inshallah. Batula ataweza kutujibu. Yani hii mambo ya mubahala
ina faida gani kwa Ahlul Bait? Yani tunazungumzia Ahlul Bait, faida gani iko ya mubahala iko kwa Ahlul Bait? Naam, mubahala una faida kubwa sana kwa Ahlul Bait, na sio tu kwa Ahlul Bait, lakini kwa Waislamu wote, hususan wale wafuasi wa Ahlul Bait. Kwanza kabisa ukweli, kwa sababu Ahlul Bait waliunga mkono kauli za mtume au nabii wa kipindi kile, na unaambiwa kila nabii aliyokuwa katika umma ule lazima watu wamfuate nabii yule, kwa sababu ameletwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na watu inabidi wamfuate. Na ndio ilivyokuwa. Kipindi kile kilikuwa nabii ni Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Kwa hiyo na mtume Muhammad alivyosema kauli bwana, kuna mubahala inabidi aya Mwenyezi Mungu amesema niende na wanawake zangu na watoto wangu, na wao wakafuata kauli ya nabii wao wa zama yao ambaye ni mtume ambaye alisema vile, na wao wakafika. Ina maana huwa ni uaminifu na utiifu kamili kwa nabii wa Mwenyezi Mungu. Kwamba nabii anafuata amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwamba yeye haongei lolote isipokuwa amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa akiamrishwa jambo na Mwenyezi Mungu, ni lazima atatii kwamba mimi nimeamrishwa nifanye kadha na atafanya vile. Naam. Vile faida ya pili tunaiona ni nini? Ni isma au ule utakatifu ambao walokuwa nao. Katika tukio la mubahala inaonyesha kabisa ni wakina nani ambao ni maasumi. Sio kila mtu anaweza kuwa maasumu. Lakini katika tukio la mubahala tunaonyeshwa wazi kabisa watu hawa ndio Mwenyezi Mungu amewachagua kuwa maasumini. Hiyo pia ni faida nyingine ambayo unapata katika mubahala. Vile na utukufu umeonekana katika familia ya mtume, ambao manaswara wenyewe walikuwa taslim pale kwa mtume, yani walikubali ile haki ambayo mtume amesema na kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na pia vile kuongezea hapa, inaashiria kwamba kweli dini ambayo iko bora ni dini gani? Ni dini ya Kiislamu. Hii ndio dini ambayo mtume amekuja nayo na ni bora. Tunathibitishaje mambo haya? Kwamba je, Uislamu ni bora vipi? Ama Uislamu ni ukweli vipi? Pale mwanzo nimesema kabisa kwamba hawa manaswara walivyoona hawa, wakathibitisha wenyewe kwamba huu ndio Uislamu na huu Uislamu ni wa ukweli. Kwa sababu hiyo. Naam. Kwa hiyo utukufu unapatikana pale tu manaswara walipojisalimisha wenyewe na kuwapa heshima wale mtume na watu wa familia yake. Vile nini? Uongozi wa Imam Ali. Hii ni faida katika familia ya Ahlul Bait. Uongozi wa Imam Ali. Hapo umethibitika kabisa uongozi wa Imam Ali. Yaani yeye ndio mrithi wa mtume katika uongozi. Yani hiyo mtume kamuonesha eti nafsi yangu ni yeye. Ina maana kitu chochote ambacho mimi nitakuwa sipo, Imam Ali anaweza kukifanya. Ni Imam Ali ambaye atakuwa mwakilishi wangu. Yeye ndo atakuwa mrithi wangu katika dini hii. Na kuthibitisha hilo ni kwamba mtume baada ya kuhama alimwachia Imam Ali amanati, zile amana, kwamba hizi amana tutawapatia watu. Ina maana amemwamini na mrithi wake kuweza kumkabidhi amana ambazo za watu. Kwa hiyo mpaka hapo ndio tumejua kwamba jinsi gani Ahlul Bait walifaidika na tukio hili la mubahala. Naam. Inshallah watazamaji wapenzi, mnafaidika na hii maelekezo ya ustazatu wetu. Wanatuelezea kwa ajili ya mubahala. Mubahala ilipitikanaje? Ilikuwa watu gani walishiriki katika mubahala? Inshallah gizi mimi mwenyewe muendesha hiki kipindi nimefaidika, na nyinyi pia mnafaidika kwa hiki kipindi. Inshallah tutakutana kwa kipindi kingine inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.